Leo ni Jumapili tarehe 30 mwezi wa 11, ni Jumapili ya mwisho wa mwezi. Na leo tuko na mchungaji Zakayo Marekwa kutoka Mbulu. Tulikuwa naye tangu Jumatano, tulikuwa na semina ya watumishi. Na hivi leo ndo tumemaliza semina hiyo ya watumishi. Jana tumemaliza, lakini leo tuliingia kwenye ibada. Na furahi binafsi, na furahi sana maana tumekuwa pamoja naye na amefanyika kuwa baraka sana kwetu. Lakini hapa sasa leo ibadani alifundisha habari ya msongo wa mawazo. Sasa natamani kufahamu zaidi kuhusu msongo wa mawazo. Maana sasa hivi tukiangalia vijana wengi, yani wamekata tamaa mno, na wengine wanatamani tu yani hata kufa, kujiondoa kwenye ulimwengu huu. Na wengine wameamua kujiingiza kwenye zinaa na mama wakubwa. Sasa natamani kufahamu, maana yeye tayari sasa hivi ni mchungaji mwenye umri mkubwa sana, kwamba imekueje mpaka umri huo umefika na Bwana ameendelea kumsaidia. Hana hiyo mpaka leo anatufundisha habari ya msongo wa mawazo. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe sana. Labda ujitambulishe kwa majina yako kamili, maana huende kama mimi nimetamka lakini kumbe sivyo. Karibu kwa majina yako. Sawa, jina langu Zakayo Marekwa Mwenyekeli. Maana Mwenyekeli ni watoto wa Simba kwa maana ya Kiisanzu. Ndio baba. Na kwa maana kiroho ni mtoto wa Injili. Amen. Na ni mara yako ngapi kuja Galapo? Nimeye safari mara ya pili. Mara ya pili. Mara ya pili. Unakumbuka mara ya kwanza ulipokuja ulifundisha somo gani? Kwa kweli sikumbuki. Mambo mengi nisumbuke. Ilikuwa mambo ya utumishi. Mimi ninapokumbuka ulikuwa unawaambia watumishi wajitahidi kuwa watumishi wa kupenda kumtumikia Mungu kwa moyo, sio watumishi wa pesa. Ndio. Ndio nilipokuwa nakumbuka. Lakini masomo ya kuanzia jana juzi mtano uliokuwa unayafundisha unakuja naye kwa mfululizo, unayakumbuka sio? Nakumbuka sana. Naomba labda ningependa kufahamu somo la Alhamisi ulilofundisha. Kichwa cha somo kilikuwa nasema nini na uliwaambia nini? Karibu. Tunaongea habari ya kiongozi ni nani? Kiongozi ni nani? Na kiongozi si wa kuongozwa, ni wa kuongoza. Sasa ile fursa ya kuongoza ukiachia ukaanza kuongozwa, unaanza kuongozwa na maono ya mtu mwingine ambaye hajakabidhiwa rasmi wajifa ule na Mungu. Kwa kiongozi, mtu anayeongoza sio mtu anayeongozwa. Okay, hiyo ni Alhamisi. Na Ijumaa? Ijumaa tulifundisha habari ya athari ya kutokumsikia kiongozi. Athari ya kutokumsikia kiongozi. Na athari sijajua kama kuna mapengele ngapi ambazo mtu asipomsikiliza kiongozi labda anapatwa na vitu gani? Mengi sana. Kwanza, kiongozi asiposema watu watasikia. Kiongozi akisema watu hawataki kusikia, ama hawajui kusikia, ama hawajajua namna kusikia. Sasa inatakiwa sasa warudishiwe kila siku, yani angalau wajue kwamba kiongozi kasema, kama hajasema amefanya hajafanya, au kiongozi hajasema watu hatafanya. Kwa hiyo tulikuwa katika ngazi hiyo. Lakini pia katika somo la uongozi tulizungumza habari ya uongozi ni nini. Uongozi ni kuna kiongozi, lakini uongozi ni nini? Uongozi ni kuunganisha wataalamu walionao katika kanisa au katika jamii au katika kikundi. Huyu ni mwimbaji, huyu ni mshauri, huyu ni kadhalika. Sasa wote hawezi kuwa kiongozi, lakini uongozi, ile kiongozi na kazi yake ni kuwaongoza sasa watu wafanye anavyotaka yeye. Na katika uongozi tunasukuma sana au tunashawishi watu wengi sana kwamba wafanye watu wajue kwamba ni haki yao kufanya. Hata kama unaonyesha njia, hata kama unatangulia watu, lakini ni haki yao. Na jambo la pili ambalo tulifundisha pia, kiongozi lazima awe na maelezo sahihi. Maelezo sahihi kwa watu anaoongoza. Anaeleza nini anataka kwenda wapi. Na jambo la pili katika maelezo, anatakiwa awe na maelekezo sahihi. Tunaelekea uelekeo gani? Maelekezo sahihi. Maelezo sahihi. Alafu jambo la tatu tulifundisha pia katika maelezo
na mwelekeo. Eh, Kitu cha tatu ilikuwa mwelekeo. Mwelekeo sahihi. Yes. Yeah. Kama tunaelekea wapi? Maelekezo sahihi, maelezo sahihi, mwelekeo sahihi. Sasa haya mambo haya usipoweka sawa kwa watu na waongoza, unaweza kuwakwaza au kuwaona kwamba hawajibiki, kumbe hujatoa maelekezo sahihi. Hujatoa maelezo sahihi, hujakuelewa. Na hujaeleza unakusudi nini, maelekeo ni wapi na kwenda. Okay. Labda ukiangalia sasa kwenye makanisa yetu ya sasa, ukiangalia kwenye makanisa yetu ya sasa, wanavyoongoza ndivyo unavyofundisha hivyo, kwamba yani jinsi viongozi walivyo ndivyo hivyo unavyofundisha, au wako tofauti, hawana maelezo sahihi, maelekezo sahihi au mwelekeo sahihi? Inawezekana ndio, ama kuna maelezo yanayozidi mpaka. Unaeleza mpaka watu na kinai maelekezo. Hizi sio nzuri. Ukieleza sana ukarudia na sana na kinai. Na wakisha kinai utafanya kitu. Ukisema utajua anaongea lile tu bwana, lile tu. Hawakuambii lakini moyoni lile tu ataongea. Sasa hiyo kidogo inashusha hadhi ya kiongozi. Lakini pia kiongozi na ukuhani. Katika ofisi ya Biblia kuhani